Vyanzo vya Yemen vimeripoti kuwa vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani drones dhidi ya malengo nchini Saudi Arabia. Baadhi ya vyanzo vimeripoti mapema Jumamosi kwamba Saudi Arabia lengo la makombora ya kasi kubwa hypersonic yaliyofatuliwa kutoka Yemen. Kituo cha Telegram cha Al Yamanit kilisema hii ni mara ya pili ndani ya saa chache ambapo Saudi Arabia imelengwa katika mashambulizi makubwa yaliyotekelezwa na vikosi vya Yemen. Kwa mujibu wa taarifa ya mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya makombora ya ballistic pamoja na ndege zisizo na rubani, huku ikielezwa kwa operesheni hizo bado zinaendelea. Wakati huo vyombo vya habari vimeripoti milipuko katika mji wa Jizan kusini magharibi mwa Saudi Arabia, ambapo baadhi ya taarifa zinasema zaidi ya milipuko mitano ilitikisa mji huo. Baada ya mashambulizi hayo, moshi mkubwa ulionekana ukifuka katika maeneo mbalimbali ya Jizan, huku kukiripotiwa pia kukatika kwa umeme katika sehemu kadhaa za mji huo. Taarifa nyingine zilieleza kuwa milipuko mikubwa pia ilisikika katika mji wa bandari ya Nib, mji wa Dhamam, pamoja na kituo cha anga cha Khamis Mshait kusini mwa Saudi Arabia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kiarabu, makombora Yemen pia ililenga eneo la Hay al-Mantar karibu na uwanja wa ndege wa Abdullah nchini Saudi Arabia. Vyanzo vya Kiarabu viliripoti kuwa uwanja wa ndege wa Jeddah ulisitisha safari za ndege kufuatia mashambulizi hayo kutoka Yemen. Mifumo ya kufuatilia safari za ndege ilionyesha hali ya taharuki katika usafiri wa anga, huku ndege kadhaa zikishindwa kutoka katika viwanja vya ndege vilivyopo kusini mwa Saudi Arabia. Aidha, mamlaka za Saudi Arabia ziliripoti kutoa maelekezo yanayowazuia wananchi na wakazi wa nchi hiyo kupiga picha za maeneo yanayotajwa kuwa nyeti na kuzisambaza kwa umma. Vyanzo vya Yemen vilifanikisha ukubwa wa mashambulizi hayo ya asubuhi dhidi ya Saudi Arabia na mashambulizi yaliyowahi kufanywa na Iran dhidi ya malengo ya kijeshi ya Marekani katika baadhi ya nchi za Kiarabu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikosi vya jeshi la Yemen vilianzisha mashambulizi hayo ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Saudi Arabia, kujibu mashambulizi yaliyofanywa na ufalme huo dhidi ya mji wa bandari wa Al Hudaydah ambao ni muhimu kwa usambazaji wa mahitaji ya msingi ya nchi ya Yemen. Mashambulizi ya Yemen yalifanyika mapema Jumamosi baada ya jeshi la Saudi Arabia kutekeleza mashambulizi kadhaa yaliyolenga kituo katika mji wa Al Hudaydah magharibi mwa Yemen pamoja na kisiwa cha Kamran. Taarifa hiyo ilisema mifumo ya ulinzi wa anga ya Yemen ililazimisha ndege za kivita za Saudi Arabia kuondoka katika anga ya Yemen. Ikijibu mashambulizi hayo, wizara ya mambo ya nje ya Yemen ilionya kuwa Saudi Arabia itawajibika kwa matokeo yatakayofuata kutokana na hatua hiyo. Utawala wa Saudi Arabia utawajibika kwa maendeleo yote yatakayotokea kutokana na hatua yake ya kiarifu. Wizara hiyo ilishutumu Riyadh kwa kuchagua njia ya mashambulizi badala ya kujibu matakwa ya Sanaa ya kuondoa mzingiro wa muda mrefu dhidi ya Yemen. Baada ya kutekeleza dai la haki la kuondoa mzingiro dhidi ya Yemen, utawala wa Saudi Arabia umefanya kosa kubwa ambalo utalilipia gharama kubwa, ilisema katika taarifa hiyo. Wizara hiyo iliongeza kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yatabadilisha mwelekeo wa mapambano baada ya kulengwa kwa Al Hudaydah. Hatua ya kuongezeka mashambulizi kwa kujibu mashambulizi ndio itakuwa msingi wa awamu inayofuata. Upande wake, Hazim al-Said, mmoja wa viongozi wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, pia alionya kuwa kutakuwa na hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi hayo. Bandari kwa bandari, uwanja wa ndege kwa uwanja wa ndege, na kila hatua ya kuongeza mashambulizi itajibiwa kwa mashambulizi makubwa zaidi. Siku ya Alhamisi, vikosi vya jeshi la Yemen vitangaza kuwa vitaendelea na operesheni zake za kulipiza kisasi baharini dhidi ya malengo ya Saudi Arabia na kudumisha mkakati wao wa mzingiro kufuatia operesheni iliyolenga meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia katika Bahari Nyekundu.